katika sehemu husika inapofanyika. Yote haya na mengine ambayo tutaenda kujifunza katika siku ya leo, Bwana utuongoze katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Wapendwa wangu kaka na dada katika Kristo, awali ya yote napenda kutoa salamu za upendo mwingi kutoka kwa viongozi wetu wabarikiwa, mtume wetu. Naomba salamu hizi ziwaletee faraja leo. Somo letu la leo ni kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na mstari wa 36. Na mwanafunzi mmoja alikuwepo Yafa, jina lake kabisa, tafasiri yake Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Tuketi kwaya karibu. Asanteni waimbaji kwa wimbo wenu wenye mafundisho tele. Wapendwa wangu, karibuni sana katika ibada ya siku ya leo. Mungu anatuita tuje tuseme naye. Ndio maana nasema njoni tusemezane, anasema Bwana. Lakini ukiendelea pale chini kuna pointi nyingine ameziongelea. Akasema tena kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, ataziosha zitakuwa nyeupe.
Kwa hiyo ibada ni sehemu ya kusema na Mungu. Ibada ni sehemu ya kupata toba kwa Mungu, na Mungu mwenye rehema anatuhurumia na kusamehe. Waimbaji wametumbia wimbo Mungu wetu ni mwenye huruma. Yamkini wanadamu sasa kufikia kwamba Mungu ana huruma gani? Mbona changamoto ni nyingi kwangu? Mbona matatizo ni mengi kwangu? Sasa huyu Mungu ana huruma gani? Lakini elewa kwamba Mungu ni mwenye huruma, kwa sababu hata hiyo pumzi tu Mungu amekupa ni ofa. Tukiangalia gharama ya pumzi ina thamani sana. Kuta mtu anaumwa, ana hali mbaya, kuna sehemu moja ya hospitali madaktari wanafahamu, wanaita sehemu ambayo ni hatarishi, wanapeleka wagonjwa mahututi. Nafikiri kule kuna oksijeni ya kununua, nawekwa oksijeni mashine, napumua kwenye mashine. Hapo sasa hali sio ya kawaida. Lakini ukikaa kule ndani ya siku 5, gharama yake ni kubwa sana. Lakini Mungu wetu ametupa pumzi kule, tunapumua tangu asubuhi mpaka jioni na maisha yanaendelea. Sasa hapo Mungu hana huruma kweli? Lakini pamoja na changamoto zingine, hayo ni mambo ya kawaida, kwa sababu sisi ni binadamu. Tulipoumbwa tukawekwa kwenye dunia hii na Mungu, makusudi yake mwanadamu asipate tabu, mwanadamu aishi maisha ya furaha. Lakini mwanadamu kwa ujuaji akadanganywa, akakubali, tukarudi kwenye changamoto. Mungu akatoa laana, sema sasa nitakula kwa jasho, mama azaa kwa uchungu, laana zikatolewa. Lakini Mungu hakupendezwa na hiyo kitu, kuwaona wanadamu wanateseka. Mungu akaamua kumtoa mwanae pekee Yesu Kristo kuja kuwaokoa wanadamu, kuwatoa kwenye tabu, kuwatoa kwenye shida. Naye akasema amwaminiwe mwana ana uzima. Kwa maana sasa Mungu akatuondolea kifo na kutuweka kwenye uzima. Sisi tumechagua njia ya kweli, njia ya haki, tumechagua uzima, hatujachagua kifo. Naweza kuuliza swali kwamba kwa nini tunakufa? Kifo ambacho maandiko yanaongelea ni kile kifo cha milele. Maana yake lile ziwa la moto. Hiyo ndio mauti ya pili. Sisi tumeenda huko, tumerudi tukachagua uzima, kwa sababu tumemwabudu mwana. Kwa hiyo Mungu anatusihi tuendelee kubaki katika tumaini lake, tuendelee kubaki tukijiandaa. Kwa hiyo ibada ni sehemu ya kutuandaa. Hakuna sehemu yoyote ambayo tunaweza kufanya maandalizi kwa ajili ya kumsubiri Kristo. Ni kwenye hekalu la Mungu. Mungu anakuja kutuandaa. Wakati umekucha leo asubuhi, niliamka wanakwaya na watu mbalimbali, wahubiri, watumishi, kwanza kujiandaa kwa ajili ya ibada. Na mojawapo ya maandalizi ilikuwa ni kuoga kwanza. Na baada ya hapo nipangalia nguo nzuri, piga pasi, na baadaye kuja kanisani. Kwa nini ulijiandaa? Na ndio wote wamependeza, kila mmoja amependeza, kwa sababu kila mmoja ameoga na amevaa vizuri. Mungu tunapokuja kwenye hekalu lake anakuja kutuandaa. Mungu anakuja kusema na sisi. Naweza kujiuliza kwamba anayesema hapa ni William. Sasa Mungu anasemaje? Mungu ana utaratibu wake. Anapotaka kupeleka ujumbe kwa wanadamu, anamtumia wanadamu. Ndio maana Yesu alipokuja kwa wanadamu, ilibidi afanyike kwa wanadamu. Ukisoma Yohana 1 tunapo mwanzo alikuwa neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno alifanyika kwa mwili, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Sasa lazima Mungu anapotaka kupeleka message kwa wanadamu, lazima achukue sura ya kibinadamu.
Unaweza kumwona kama ni mtu amekuja kwa mgeni, ukasema ni mtu tu. Hapana. Ndio maana maandiko yanasema msichoke kuwafadhili wageni, kwa sababu wengine walifadhili malaika bila kujua. Kwa hiyo Mungu mpaka anakuja kwa njia hiyo. Wale watu watatu waliomtembelea Ibrahimu walionekana kama wanadamu, lakini alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anapeleka message zake kwa wanadamu kupitia wanadamu. Na ndio maana katika maandiko tunaona watumishi wa Mungu wakihubiri neno la Mungu. Tunaweza kuona ni watu wa kawaida, ni wanadamu kama wanadamu wengine, lakini angalia ujumbe uliomo ndani yake. Ni Mungu anazungumza. Ndio utaratibu wa Mungu hivi. Hata wakati anawaondoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, alimtumia wanadamu ambaye alikuwa amemwandaa tayari kwamba wewe ndiye utakayeenda kuliokoa taifa langu. Alimtokea katika moto Musa, na ndiye alikuwa kiongozi wao. Na baada ya Musa walitokea viongozi wengine kuenda kuwaongoza wanadamu wakipata maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa wangu, tuko hapa kusema na Mungu wetu. Katika andiko letu la leo tumesikia tunamwona mwanafunzi mmoja aliyekuwepo Yafa, anaitwa Dorcas, kwa jina jingine Pam. Huyu dada tujaribu kuzungumzia kidogo historia yake. Alikuwa ni mtu mwenye upendo, mwenye huruma, ambaye alikuwa anasaidia watu wenye shida. Yeye alikuwa anashona nguo zinaitwa kanzu kwa lugha ya Biblia, anawasaidia kina dada, wajane na wengine. Sasa Biblia inamtaja kama mdada ambaye alikuwa amejaa matendo mema. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alikuwa anatoa sadaka. Sadaka ndio hizo nguo alikuwa anafanya watu na kuwasaidia wale ambao hawana uwezo. Ilitokea dada huyu akaugua, akafariki. Tunafahamu kwamba kila mmoja ana sehemu katika jamii, ana nafasi katika jamii, na anapokufa kila mmoja huwa anasikitika na kuhuzunika kwamba hivi fulani amekufa, alikuwa ananisaidia moja mbili tatu. Kwa hiyo ukikuta msibani watu wanalia, wengine hawalii, wengine wameguswa na ule msiba kwa sababu yamkini yule mtu kuna msaada ambao alikosa kwake. Kwa hiyo hawa kina dada wajane walikusanyika walipoona amefariki kwa masikitiko makubwa, wakihuzunika sana. Sasa wakatumana kwa mwendevu kwa mwite bwana mmoja mtume Petro. Basi Petro alipokuja, walikuwa wamemaanisha kufanya, wakamteremsha, waambia shukeni chini. Basi Petro akaomba. Baada ya hapo pumzi ya Dorcas zikarudi, akawa hai. Akawaita njoni. Basi tuseme kwamba kwa lugha nyepesi alimfufua. Kwa nini alimfufua? Aliona huzuni yao, aliona upendo uliokuwa nao hao, lakini kingine kilichomsaidia ni nini? Ni matendo yake mema ambayo aliyafanya wakati wa uhai wake. Mungu aliona huruma kwake. Kwa hiyo akamtumia mtumishi wake Petro kumuinua tena Dorcas. Tunaposoma habari hii tunaona habari nyingi katika maandiko matakatifu ya watu wa namna hii waliompendeza Mungu kwa matendo yao mema, akiwemo Hezekia. Soma kitabu cha Isaya 38. Jinsi gani Hezekia naye alifanya mambo mema, lakini wakati wake kifo kimekaribia na amepewa taarifa hakika utakufa. Alimkulia Mungu, naye Mungu akamuongezea muda wa kuishi. Kilichombele pale sio kwamba ni ujanja wake,
ni yale mema aliyoyafanya yakakumbusha Mungu kwamba Mungu, hebu angalia sasa ndio yafanya haya na haya. Na ndio maana hata wajane Petro alipokuja wanalia kweli, wanaangalia chini, angalia nguo zake alizoshonea, angalia zikanzo alizoshonea. Alikuwa dada mwenye huruma, mwenye upendo. Petro akaona huzuni yao, akamwambia tokeni nje. Baki peke yake, aomba pumziko. Kwa hiyo tunapoishi katika ulimwengu, wapendwa wangu, tuwe watu wenye Mungu, watu wenye kujaa matendo mema. Tunatamani sisi tuonekane sisi kama sisi tu. Mungu alikujalia nafasi nzuri, mwingine anakuja analia, naomba huduma kwako, sina pesa mimi. Na pesa unazo na Mungu anakuona kabisa. Wapendwa, somo la leo linatufundisha tuwe watu wenye huruma, ili matendo haya yenye huruma siku moja tutapata thawabu kwa Mungu. Na ikiwezekana hatuwezi kusubiri mpaka Yesu arudi. Hapa duniani kuna kabisa wanasema kwamba malipo ni hapa. Kuna nyakati zingine Mungu anatulipia hapa. Kuna ni ngumu tu. Mema yote yalipo hapa. Mabaya yote yalipo wapi? Hapa. Kwa tunapotenda matendo ya huruma, kuna nyakati Mungu anatuhurumia. Mimi nilijifunza jambo moja wakati mimi nimeoa, bado ndoa changa. Nina mwaka mmoja hivi. Na mimi nilipooa tu nilianza maisha. Nikatoka nyumbani, nikaenda kutafuta chumba. Sina hata godoro wala kitanda. Wala mkate, lakini kwa wangu naanza maisha hapa. Wakati naanza maisha yangu, siku moja nilikuwa kwenye vibarua vyangu, kazi ya mpunga. Vibarua baya nilipata hela ya kula. Mwana nina hasa kwa kweli. Nikamwona bwana mmoja jioni natoka maeneo ya jioni pale. Toka majaribani jioni saa 2. Kama bwana mmoja ana mzigo mzito. Na mimi nilikuwa nimejaa huruma sana. Pamoja na masikini wangu, lakini nilikuwa nimejaa huruma. Ndio asili yangu. Nilipomwona jamaa anasema ndugu yangu sina hata kulala. Ninatoka mbali mno. Anatoka usiku. Na kwa basikeli nimetoka mno. Sasa nijiuliza, unajua wakati mwingine bado katika kama sasa hivi. Sasa hivi naweza kutamsha mtu ukapata madhara. Nikamwambia tende kwangu. Nifika pale nyumbani. Kwa chakula vizuri akaa. Kwa mtandao kitanda kalala. Kesho asubuhi akasema asante sana. Barikiwe sana ndugu yangu, umenisaidia. Na mimi nakuomba uje kwangu. Akanielekeza maeneo anaoishi. Na mimi naishi pale Ngee. Basi nitakuja. Na mimi nikakaa pale. Nikakaa siku moja nikasema nitembee. Kwa kweli alionikirimu. Lakini yote haya ni kwa sababu nilifanya mema. Kwa hiyo wakati mwingine tunatenda mema hapa duniani, sio kwamba hao tunawatendea mema watatulipa wao. Watatulipa wengine. Lakini mimi pamoja na siku moja na mimi sasa nimeenda katika utafutaji wa maisha. Nikakosa sehemu ya kulala. Sisi kwenye mwendo. Sasa nikatafuta sehemu ya kulala. Nilienda kwa bwana mmoja, akanikaribisha akaniambia bwana karibu. Nitalala lakini wenzangu hawatalala hapa. Nikakumbuka kwamba na mimi nishaisaidia mtu wa namna hii. Kwa hiyo malipo wakati mwingine yanatokea hapa duniani. Mtu yeyote anasema tusichoke kutenda mema. Tutavuna kwa wakati wake. Tusipozidiana. Kidogo tu mtu anakuja na bazima chumvi kila siku zamani ananichosha. Mama yenu wewe muangalie sana kuja. Anakuja sana bibi yenu. Unamtengenezea na jina bibi yenu. Hata watoto wanajua hadi kazi yake ni kuomba chumvi tu. Hapana. Tusichoke kutenda nini? Dorcas alifanya kazi mpaka mauti ipo njia. Na neema tena ikapatikana, Mungu akamrudishia uhai wake kupitia mtumishi wake Petro. Na ndio maana tunaona hata dada watu wanalia, walikuwa wanalia wakisema hakika huyu dada alikuwa ni mwema,
lakini Biblia inasema na alikuwa amejaa matendo mema. Je, mwana wa Mungu, umejaa matendo mema au kazi yako ni kuwasaidia tu kwa majirani? Tafakari kwenye moyo wako, unatenda nini? Tutende matendo mema ya kupendeza Mungu. Hakuna sehemu nyingine ambayo itatusaidia zaidi ya matendo. Biblia inasema wazi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 anasema kwamba tena alikuwa anaongelea habari ya wafu. Anasema juu ya matendo yao yanafuatana na. Kwa hiyo matendo mema na matendo mabaya yote yanatuhukumu. Tajiri katika Biblia ya Luka, yule tajiri alitenda matendo mema au mabaya? Jibu ni kwamba alitenda matendo mabaya, kwa sababu yule maskini Lazaro alikulisha makombo yake. Makombo unajua maana yake? Hajia unajua maana yake? Hajia mema bila kuwa na upendo. Kwa tukifanya kwa upendo wangu, ninaamini mbingu ya kusudi. Na Yesu Kristo alikuwa damu kwa amesema atakuja kuchukua. Hadi alichukua na ni wale watu waliokubali kufanya mapenzi yake na kuyatenda. Hao ndio ambao Yesu atakuja kuchukua. Kwa hiyo miongoni mwetu sisi kama watu wa Mungu, tunapokuwa mahali hapa, Mungu anatufundisha kubaki katika hali ya tumaini na kuyatenda yale matendo ambayo Mungu anapendezwa nayo. Mwenyezi Mungu awabariki na abariki andiko lake sasa na milele. Amen. Amen. Ndio na watumishi wengi, lakini msizunguke kwamba wote hapa huku wala watakapopata nafasi karibisha wimbo na baadaye tunakaribisha kasisi Uwezo kwa jina lake lilivyo. Karibu waimbaji. Asante sana kwaya kwa wimbo mzuri ambao ukifuata maneno yaliyomo yanaweza kutufundisha katika safari yetu ya imani. Wapendwa kina kaka na dada katika Kristo, leo ni siku nyingine tena ambayo Baba yetu wa mbinguni ameweza kutupa tunu ili mimi na wewe tuje kusemezana na kusikiliza kile ambacho ametuandalia kwa sababu ya maisha yetu ya kiroho. Pia nimshukuru kasisi wangu wa wilaya kwa kuweza kunipa nafasi ili tuweze kuongezea yale machache kwa yale mengi ambayo ameweza kutufundisha. Siku ya leo tumekuwa na mada fupi tu ambayo tumekuwa ametutumia ili mimi na wewe tusemezane kuhusu kuwa na huruma. Wakati nimepitia somo hili na ujumbe mzuri ambao ametutumia mimi na wewe siku ya leo, ili katika darasa hili la Kristo tuwe au tutumie kama ujumbe ni kwamba itampendeza Mungu endapo kila mmoja wetu kupitia huruma huu unamsukuma kuweza kusaidia wengine kwenye matatizo yao. Na kupitia somo hili na ujumbe huu, kasisi wetu wa wilaya ametufafanulia vizuri, akienda kwenye rejea ya mwanafunzi mmoja aliyekuwa Yafa, jina lake Tabitha, ambaye kwa tafsiri yake Dorcas,
kwa maana nyingine para, ambao yeye mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema, lakini alikuwa amejikita sana kutoa sadaka. Lakini anasema wakati alipofariki au wakati alipokufa, wakasema hapana, hapo jirani hapo kuna mji ambao kwa jina la Biblia unaitwa Lada, ambao huo mji ulikuwa ni karibu sana na huo mji wa Yafa. Akasema yupo mtume Petro hapo, akatuma watu wawili waende kumwambia kwamba huko usikawii kukaa huku, inabidi uje huku, kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anafanya matendo mema kadri awezavyo, sasa hatakuona tena. Mtume Petro aliposikia ujumbe huo, akusubiri kwamba hao waliotumwa kuleta ujumbe waende ili yeye haendi nyuma. Akasema hapana, hebu nisubirini twende wote pamoja. Maandiko yanasema wakaambatana naye kuelekea huko, kama alivyotufundisha kupitia matendo yake, akimkuta yuko ghorofani na wale wakina mama wajane, akawa anawatoa nje ili yeye afanye matendo yake. Hiyo ni rejelea moja ambayo inaweza kutusaidia kuangalia namna gani tunaweza kuwa na huruma. Lakini pia kitu cha pili kimenipeleka mbali sana. Mtu mmoja alitoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipofika njiani akakutana na wanyang'anyi. Walimpiga mawe na wakamjeruhi vibaya. Maandiko yanasema wakamwacha nusu mfu. Mtu mmoja ambaye yeye hakutaja jina akapita kwa njia hiyo, alipita kando tu na kwenda zake. Mtu mwingine ambao anasema ni kuhani, hapo natufundisha kwamba kutenda wema sio tu kwa nafasi zetu, kwamba huyu ni mtume, huyu ni askofu au kwa namna nyingine yoyote, lakini moyo wako. Alipita kuhani kwa njia hiyo, na yeye alipomuona tu akamwacha kando akaenda zake. Biblia inasema mtu Msamaria mwema mwenye huruma nyingi, ndio maandiko yanasema mwenye huruma nyingi, alipopita kwa njia hiyo hakujali kwamba nitakuwa shahidi wa serikali, nitasaidia kupata ushahidi nini kilitokea. Hakujali kwa namna hiyo, alimchukua na akamtendea mema zaidi, akampeleka hospitali na kuambia kwamba gharama zote mimi nilipia. Wapendwa wa kaka na dada katika Kristo, wana wa Mungu, tukizama sana kwenye maandiko ya Biblia hatuwezi kuelewa kabisa nini tunafundishwa. Je, ni huruma gani ambayo wewe kwa leo unaweza ukaonesha bila kujali huyu au bila kujali nini? Kama alivyosema, sisi binadamu imekuwa ni changamoto. Unaweza ukawa umekaa kwa sababu umemsaidia jirani yako mara kadhaa, huyo sasa amekuwa ni kitu. Huyu tangu aje hapa mimi ndio imekuwa sasa, sijamleta hapa. Ukiona umekosa mada kabisa ya kuanzisha hii nianze namna gani ili niweze kumsengenya dada huyo au kaka huyo. Kuna baadhi yetu wanagonga vidole yaani kidole kikilia tu ili jirani yake amuulize kwani nini aanze mada. Kuna mwingine anagonga tu kwa sababu amemsaidia mara kadhaa, anakosa mada ya kwanza aanze vipi, lakini ili tu jirani yake au ndugu yake amuulize kuna nini. Si huyu unamjua tangu nifike hapa, imekuwa sasa mimi utafikiri nimemleta duniani. Wapendwa kina kaka na dada, somo moja ambalo nimejifunza kwa somo hili, wametuambia kati ya hayo matatu ambayo tumefundishwa kwamba kuwa na huruma katika matendo yetu ya kiimani. Nikimalizia, kama wewe ni mgumu, kama haujawahi kuguswa, upange siku moja uende kwenye vituo vya kulea watoto yatima. Unapofika pale dada, hujawahi kutoa machozi, wewe ni mgumu kiasi gani wa kutoa, kweli nakwambia utatoa. Kuna sehemu tofauti tofauti, kuna vyumba kati ya miaka wanavyoweka. Unapofika kwenye chumba kimoja, anakuelezea kabla ya kutoa msaada wako namna ya mtoto huyo ambaye alikukuta tu yuko hapo. Yes, utatoa machozi. Dada yangu, ndugu yangu, utatoa. Anakuambia huyu, baada ya dada yake, baada tu siku moja, huyu binti alikuwa shule, akajikuta kwa namna yoyote tu ameweza kupata ujauzito. Kwa namna ambayo kutarajia, nyumbani wamemfukuza na shuleni wamemfukuza. Anasema Mungu nifanye nini basi? Na kichanga hichi hapo nakitarajia kukipata. Anajitunza kwa namna yoyote ile, kwa kusunguka kadri awezavyo, hatimaye anapata kichanga. Lakini mwisho
mifuko, kwenye kanga, anachukua anakaza, anasema mwanangu nakupenda, lakini leo anakuacha kwenye pipa la taka. Sio makusudi yangu, lakini niko namna anavyoishi. Angalia nimetengwa. Nyumbani wamenifukuza, shuleni pia nimefukuzwa. Kwa kulia, kwa kutoa, kwa masikitiko, anatoa jambo kutarajia. Wewe ndugu yangu, dada yangu, bila kujali serikali, unachukua hicho kichanga, unakipeleka kwenye sehemu ya watoto yatima. Namna gani basi utapata baraka hizo tele? Iwe kwako na iwe kwangu. Amen. Amen. Wapendwa wangu, mafundisho ya leo nimefundishia huruma. Hata kiongozi alikuwa hapa akifanya neno, anaonyesha huruma kupitia neno. Basi nafasi nyingine, waimbaji, karibuni mwandae njia. Sisi wa wilaya ya Wamang'ana tutaongezea. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, nami ninayo furaha moyoni kuungana pamoja katika sehemu hili na kukuja leo kuwa sehemu ya wana wa Mungu wanaosikiliza neno siku ya leo. Na kama ujumbe waimbaji wametoka kuimba mahali pale kwamba Bwana niumbe upya jinsi upendavyo. Kwa vile leo somo la siku ya leo umefundishwa, linazungumzia kuhusu huruma. Inawezekana mwili wangu na mawazo yangu na fikira zangu zimekakamaa, nahitaji sasa kuumbwa upya, nahitaji kutengenezwa kwa upya, nahitaji nipewe moyo uliopondeka niweze kuelekea katika moyo wa kabisa. Ndugu zangu wapendwa, maandiko yameanza hapa mwanzo na hapa mwisho yanazungumzia kwamba wale wajane na yatima walikuwa kilia
Biblia wakionyesha zile kanzu Petro wanamwonyesha mtume, angalia kanzu hii, angalia na kanzu hii. Huyu dada amekaa hapa, amekuwa akitushonea kutusaidia. Petro kwa huruma, kwa unyenyekevu akatenda kazi ya Kristo, akatenda kazi ya Mungu, kwa sababu tu wale wajane walipokilia. Lakini hebu tubadilishe fikra zetu na mawazo yetu, tuone hawa walizungumziwa ni wajane wale wa kimwili waliokuwa wamefiwa na waume zao, na wengine wamefiwa na wazazi wao, mayatima, hawana wazazi tena. Zungumzie sasa maisha wetu, tuende tukawatafute wapendo wetu uliokuwa nao katika imani, wakaanguka, wakatoka kwa mume wao Yesu Kristo, wakatoka kwa Bwana wao Yesu Kristo. Wengine wakapoteza matumaini. Hata ukikutana naye ukamwambia karibu kanisani, sema mchungaji, hivi alikupata ni magumu mchungaji, siwezi kufika kanisani. Huyo ni yatima, anahisi kwamba yuko peke yake katika imani. Na wapendo hawa ndio wanapaswa kuwafuata, wanapaswa kuwaendea, walete kwa uwana wao, walete matendo ya huruma. Tunajifunza katika Agano la Kale, mtu mmoja Elisha alikuwa akipita kila mara katika nyumba ya bwana mmoja. Yule bwana yeye na mke wake walikuwa bado hawajapata mtoto katika maisha yao, lakini kila akipita hivi wanamkaribisha, wanampa chakula, analala na ondoka. Naenda kuhubiri injili mahali fulani, napeleka imani mahali fulani. Watu wakasema kwamba huyu mtumishi huyu yafaa aweze kuomba kwa ajili yetu tupate mtoto. Mazungumzo yao yalikuwa mazungumzo ya mume na mke, lakini Mungu alisikia, wakapata mtoto mmoja wa kiume. Biblia inasema mtoto huyu aliendelea kukua, akakua na akakua, lakini siku moja akapigwa chapa, akakuwa kichwa, akafa. Wakati Elisha amepita ameenda kijiji cha pili, yuko kule, wakati anarudi, hawa kwa imani yao wameweka kwamba mtumishi wa Mungu yule Mungu aliyekupa huyu mtoto ni huyo Mungu atakayeweza kumnyanyua tena yule mtoto. Elisha akarudi, hodi hapa karibu, akuta watu wanalia, najua machozi yamewaelekea, wakahuzunika. Yule rafiki yako yule mtoto kupatia Mungu aliyekupatia amefariki huko chumba kile, na hivi karibuni anaanza kunuka. Wapendwa, Elisha walimwelekeza karibia Mungu. Maandiko yanasema alijinyosha mara 3, akajinyosha mara 2, akajinyosha mara 3. Yule kijana akapata pumzi, akapata nguvu, akainuka. Biblia inasema kwamba akamkabidhi kwa wazazi wake. Nyumba ikajaa furaha, nyumba ikajawa furaha. Ni mambo ambayo saa zingine kusoma kwenye Biblia unaweza kuona kama ni hadithi tu inaweza kutokea, lakini hilo ni jambo la kiroho zaidi. Ile nyumba ilikaribisha watumishi wa Mungu, ilikaribisha mtumishi wa Mungu aweze kupita mahali pale. Sasa wako wangapi ambao wako ni wajane sasa wa kiroho ambao tulikuwa nao pamoja? Nikiangalia hapa naona wengi ambao tulikuwa nao katika imani, hata nao nimewafuata, nimewaleta kwa Bwana wao, nimewakaribisha kwa mume wao. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Wapendwa wangu, tumesikia mengi, naamini kwamba umechukua kitu, bali ni sehemu ya kukubadilisha. Ndio maana baada ya somo nakutoka kwenye msamaha, kila mmoja anajutia pale ambapo hakutenda vyema. Hivyo basi, wapendwa wangu, maneno mengi ambayo tumesikia kutoka kwa watumishi wa Mungu sasa shikamona tena nyinyi watumishi wa Mungu kabisa.
Sasa hatukujibu nini? Hatukujibu kwa sababu tumetenda tendo jema, lakini bado huyu mtu tunaita msemo wa Kiswahili sana, shukrani hakuna nini, anatupiga mateke. Sasa sisi tumemsalimia vizuri, sasa mlipiga na matatizo, lakini wewe timiza mnapenda mema, malipo ni nani? Kwa Mungu. Wewe fanya wema tu. Wakati Mungu anamwambia Habili, je, ukitenda mema utapata thawabu kwa Mungu? Amemuoa ndugu yake. Mungu anamsihi ukitenda wema, lakini bado kutenda nini? Hakutenda wema. Maana kutenda mema alimuoa ndugu yake. Tunapotenda mema maana yake ni kwamba tunakuwa na upendo, lakini pia tunajiwekea hazina kwa Mungu. Watumishi wa Mungu wanazungumza mambo mengi. Historia hizi za maandiko zimo zinaeleza juu ya watu waliotenda mema, Mungu aliwatendea nini. Mojawapo ya mambo yamezungumzwa hapa. Kina Elia, kina Elisha na wengine wengi kwenye Agano la Kale. Je, wewe hujawahi kupata thawabu kwa mema yako unayofanya? Mimi nilizungumza ya kwamba nilibahatika kulala vizuri baada ya kulala kwenye mti. Kwa hiyo naamini hata wewe, kwa hiyo usichoke kufanya hivyo. Tujifunze kwa Dorcas. Tende mema. Haya ndiyo yatakusaidia kwenda kumwona Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki. Abariki andiko hata sasa na hata milele. Amen. Amen. Basi kwa kujiandaa kusali sala ya Bwana, tutaimba wimbo wa toba. Furaha kuu ni namba 73. Dhambi zenu zilisamehewa, na amani ya aliyefika iwe nanyi nyote. Amen. Amen. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Tunakushukuru kwa ajili ya dhabihu ya mwanao Kristo aliyetoa msalabani ili sisi atuokoe. Kupitia kwake sisi tumepona. Kupitia dhabihu ya kipekee sisi tumefanyika kuwa wana wako. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu na unaweza kutuongoza. Tuongoze sasa vyema tunapoelekea katika ushirika mtakatifu, waweze kuwa kiungo wenye kustahili kama jinsi maandiko yanavyosema kwamba ulaimuna kwenye damu yangu na uzima nami nitakufa kwa maisha. Tunajiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo, tunajiandaa kwa ajili ya uzima milele na tunajiandaa kwa ajili ya kufufuka siku ya mwisho. Tunakushukuru kwa matendo mema na matendo ambayo Bwana ametufanyia kwa upendo mkuu kumtoa mwanao kwa ajili ya tendo hili. Sasa inapotuongoza tujiongea katika meza ya Bwana kwa furaha. Asante kwa yote tunaomba usikie katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa tutasherehekea ushirika mtakatifu. Sasa meza ya Bwana imeandaliwa. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninatakasa mkate na divai kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Nikayataza dhabihu ya kipekee na ya milele ya Yesu Kristo. Kwa maana Bwana alitoa mkate na divai akashukuru akisema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu.
Hii ndio damu yangu ya dola jipya ilimwagika kwa ajili ya ondoleo dhambi za wengi. Kuleni na kunyweni, fanyeni hivyo mnakumbuka. Maana kila mnapoula mkate huu na kunywa divai hii, mnatangaza kifo cha Bwana mpaka ajapo. Amen. Amen. Sasa Bwana anawaita kwa ushirika mtakatifu kila mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo kama Bwana, kifo chake, kufufuka kwake na kurudi kwake anaalikwa. Wimbo wa kufaa nimeyapata makao, namba 100.
Tusimame tuweze kufungua ibada yetu. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa uwepo wako katika ibada hii. Utufundishe neno lako, utupa chakula cha uzima, utusamehe dhambi zetu. Tumehisi baraka nyingi katika siku ya leo. Sasa Mungu, tunakuomba tujalie roho wa huruma kama roho wa Dorcas. Tuwe wenye huruma kwa wengine, tutende matendo mema tena yajaye tele ndani ya mioyo yetu. Asante Mungu wetu kwa upendo wako mkuu uliotuonyesha siku ya leo, tupa uzima na kutuwezesha kuwa ndani ya nyumba yako. Nafasi wengi wameipata Bwana, wengine wameitwa mbele za haki, lakini mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku, atuongoze kutenda matendo ya huruma. Tunaweka mkono wako wote ambao hujapata kibali cha kuwa ndani ya nyumba yako, wasaidie. Neno lako limetufundisha pia kuwa wajane wa kiroho, kuna yatima wa kiroho. Basi tusaidie pia kuwaendea, nasi tujae moyo wa huruma kuwaendea hao pia. Mungu wasaidie. Tunatamani kukuomba mengi, lakini wana wako hawakuja mikono mitupu katika nyumba yako. Wabariki kupitia sadaka zao, wazidishie mara 10, mara 100, mara milioni wazikutolea. Usipungue katika shida zao, usikie maombi yao, kwa sababu maombi yanaambatana na sadaka. Basi tunaamini Mungu utabariki, kwa sababu umeahidi na ukaapa kwamba hakika nitawabariki. Basi uwabariki na wazidishie. Sasa maombi yetu yafanye kitu kimoja na wapendwa wetu wanaotuombea, viongozi wetu wa mibaraka, mitume wa karibu kwa wimbo wa kufunga ibada.
Ongereni waimbaji kwa nyimbo zenu nzuri. Hii inaonyesha wazi kwamba tumejiandaa, lakini tuko wachache.